Tumeshuhudia leo Simba yetu ikifanya vizuri na ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakusudia. Tulikuwa tunataka pointi 3 na tumezipata katika ardhi hii ya mwenye nyumba. Mwenye nyumba leo amekubali kugawa utamu kwa mpangaji. Kwa hiyo tumeondoka na pointi 3. Story kubwa ambazo zipo kwa mashabiki wengi kwa siku hizi za karibuni ni kuhusiana na Budo Joshua Mutale. Niambie, je, mnahisi ndo anatafuta namba ama kwamba ndio siku za mwishoni anaaga? Kwanza tambua Budo alikuwa ni mchezaji mzuri alipofika. Hapa katikati alipotea kidogo, lakini baada ya sasa ya wadau wapenzi wa Simba wakaingia chaka kutafuta namna gani ambavyo wanaweza wakamsaidia Budo. Kwa Budo unachokiona kimetafutwa kabukubwa. Kwa unavyoona leo anaperform vizuri, watu wameingia chaka kuhakikisha kwamba wanarudisha umaridadi na umahiri wa Joshua Budo. Ndio maana unaona leo anafanya vizuri. Kwa ni watu wamezia machaka. Yaani elewa kwamba watu wamezama chaka kutafuta ubora wa Budo baada ya kupotea, kwa sababu kuna watu waliamua kuchezea mpaka nyota ya Budo. Namna gani wamechezea nyota ya Budo? Wamechezea nyota ya Budo. Budo alikuja hapa mzuri, alikupiga mwingi sana. Kuna siku nilisikia kabisa hadharani kwamba kuna mtu mmoja anasema huyu kijana naye ni mtu wa kuweka kwenye kikaango. Sasa ukisikia watu wanazungumza kwamba kijana kama huyu anatakiwa aweke kwenye kikaango, tambua kwamba wana mbinu chafu kwa ajili ya wachezaji wa Simba, na hivi sasa Simba ya ubaya ubwela tumerudi, tunatafuta mchezaji mmoja mmoja. Hivi sasa tumemwona wanaharibu clean sheet paka za Musa Kamara. Tutaamua namna gani tunaweza tukafanya tukaurudisha ubora, na utashuhudia mechi inayofuata kama utaona tena Musa Kamara anaruhusu goli. Kwa hiyo tumejipanga sasa hivi kufuatilia mmoja baada ya mwingine. Budo tumehakikisha tumemrudisha kwenye njia, na unaona leo anapiga mpira mwingi sasa hivi. Unamuona kabisa kitu gani anatuofa ndani ya kiwanja. Ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakitamani kukiona juu ya Budo, kwa sababu mchezaji anapoenda kuchukuliwa kwenye timu nyingine ujue kabisa huyo mchezaji na hivi sasa tuna watu ambao ni mascout wazuri wa kutafuta wachezaji. Kwa hiyo tunaleta wachezaji wazuri, lakini wanaharibiwa na baadhi ya timu moja hivi ambayo imejificha kwenye kichaka cha hatuchezi. Kwa hiyo hicho ndicho kinachowaharibu wachezaji wa Simba. Lakini hivi sasa tumejipanga, tuko vizuri kwa ajili ya kutafuta ubora wa wachezaji wetu kurudi. Umezungumza timu ambayo inasema hatuchezi. Kuna tetesi na maneno fulani kwamba jamaa kama wamenyosha mikono hivi wapo tayari kucheza, isipokuwa tu wameanza kutoa masharti. Mpo tayari kutimiza masharti yao wacheze? Masharti tu wanampa nani? Kwa sababu sisi hatuna tabu nao. Sisi tumeshakubali kucheza kwa masharti ya kufuata katika bodi ya ligi na namna jinsi ambavyo viongozi wamekushatoa miongozo. Sisi tunawafuata wao. Sisi hatusikilizi wao kwa sababu sisi hatuna barua nao. Sisi baada ya kusema kwamba kutokana na kilichotokea hatuwezi kushiriki mechi hii, na uongozi ukatuelewa, na tunategemea pia na wao ndio wametuandikia barua kwamba kuna mechi tarehe hiyo, na sisi tuko vizuri, ndio tumejipanga. Hao wanaopiga kelele, sisi tunasema kwanza tunaombea Mungu kwamba waingize timu tu, kwa sababu kitakachowakuta ni kikubwa. Na hivi sasa Simba tunataka kwenda kufanya revenge. Sasa hivi wakikutana na Simba tunahakikisha kwamba tunawafunga magoli 5. Tuko vizuri na tunaamini tutawafunga magoli 5. Mnafunga Diala. Kodi iweke kabisa, itunze hiyo, ndio nakufahamisha watafungwa magoli 5, na ukitaka paka wachezaji watakaowafunga tutakutajia. Yaani Diala mnaenda kumpiga magoli 5 Diala. Tunaenda kumsimamisha goli Mnala, tunaenda kumfunga magoli 5. Na hicho kitu ndicho kimemuumiza mtu mmoja, kaenda Zanzibar kwenda kuchungulia akakuta 5, akasema anazibadilishaje, watu wamempiga kule Zanzibar. Nani huyo? Mbona unanitisha? Ni za ndani nakupa, na huo unanifuata taratibu nakupa za ndani. Kapigwa kule Zanzibar baada ya kukuta goli 5, kanyosha mikono akawaambia bana, tunawezaje tukazipunguza hizo goli. Kila akiangalia Simba katika ubora wake huu, si tumejipanga vizuri. Na kipindi hichi ni ubaya ubwela, ni kwisha kuambia bana King kwamba tumejipanga vizuri. Kipindi hichi cha ubaya ubwela tutakupiga ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Hivi sasa anachapwa bakora nje ya uwanja, mpaka kuingia shughuli itakuwa imekwisha. Unamaanisha kwamba kibegi cha makombe mwaka huu kitaanza kubeba makombe, kwa sababu kama mtaweza kumfunga mtani, maana yake mna asilimia kubwa za kuchukua ubingwa? Kwanza hatuna wasiwasi. Sisi sasa hivi tunataka kuangalia ubora ambao tunao hivi sasa utuletee tija, kwa sababu huu ubora unaweza ukaja mara moja kwa msimu. Kwa hiyo tunatamani kipindi hiki ndicho cha kufanya ubaya ubwela
kuhakikisha kwamba tunafanya mazuri yale yote ambayo yanastahili klabu kubwa yenye wachezaji wazuri kufanya ubora katika kipindi hichi. Kwa sasa hivi huu ni msimu wa kuchukua makombe yote ambayo tuliyapoteza ndani ya msimu iliyopita, na tunahakika kabisa huu msimu huu vikombe hivi vya ovyo ambavyo viko mbele yetu tunachukua, lakini kombe ambalo tunatamani leo kesho ni barani Afrika shirikisho. Tuhakikishe kwamba tunafunga mlango huo Simba kuchukua kikombe hicho, na hatujajua tutaenda kukiweka wapi, kwa sababu juzi nimeenda pale klabuni kwetu kuchungulia vikombe vilivyopo. Hatujui tutakiweka wapi kile, ama tutakifungia tu, tutakitafutia mnala, tutakiweka sehemu, ili mradi tu kwamba Simba amechukua kikombe cha shirikisho barani Afrika na tunafunga mkataba huo. Labda kwenye ofisi mpya ambayo mdhamini wa jezi alisema tajenga ndio mtaenda kuweka huko. Naona kidogo hapo kwa hadhi ya bara la Afrika, basi naona kabisa kombe la Afrika linatakiwa likae pale, lakini pale klabuni nimechungulia, kila nikiangalia na akae karibu na ngao, sije akae karibu na NBC, sije hapa. Hili ni kombe la barani Afrika, linatakiwa likae kiheshima. Kwa sasa tunahisi kama yule bwana akileta ile basi alafu na hapo namna jinsi ambavyo watakuwa wametengeneza ofisi hizo, basi tunaona kwamba kikombe hicho kinaenda kukaa sehemu nzuri, na tunaamini huu ni mwaka wa ubora kila siku nakwambia. Na hivi sasa tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kila tulichokipoteza tunakirudisha kwa heshima. Yoyote ambaye anataka kuichezea Simba hivi sasa, ndio maana nakwambia kuna siri moja nakupa, hivi sasa hawana kodi za Simba. Hawana kodi za Simba, hawana. Watu ambao walikuwa wanatoa kodi za Simba hivi sasa tayari tunukishaweka pending na tumewafukuza ndani ya klabu. Kwa hiyo sasa zile kodi, ndio maana unasikia wanaumiza kichwa. Siku ambao akibaini kitu gani kinapikwa pale Simba, utasikia watu wanaingiza timu na waenda wakapata matokeo juu ya Simba. Lakini hivi sasa kodi zote tumefunga, machawa wote ambao walikuwepo ndani ya Simba tumewafunga, na hivi sasa ni ubora kuhakikisha kila kitu kinakuwa password. Ili ukifungue password lazima uungane na watu. Tena mimi sasa hivi ninavyokuambia, ile minara yote ile ambayo ilikuwa si unakumbuka mpaka tajiri Mo alikuwa na Google anasema ulikuwa unafanya nini pale kwenye ofisi za Mgongo Wazi, ulikuwa